إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أرسله الله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة، أوصيكم أولا وإياي بتقوى الله عز وجل. يقول الله سبحانه: ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. عباد الله، baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, naiasa nafsi yangu pamoja na kuziasa nafsi zenu juu ya kumcha na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kwani ni wasia Allah aliutoa kwa wale waliokuwa kabla yetu na sisi pia, na akatoa pia kiaga cha adhabu kwa kusema, ikiwa mtakufuru mukaacha kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, mufahamu na kutambua uchamungu ni kwa ajili yenu wenyewe, na wala ukimcha Allah si kwa maana unaongeza chochote katika ufalme wake, na ukikufuru si kwa maana unapunguza chochote katika ufalme wake, bali fa inna Allaha ghaniyun hamida. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala ni mkwasi na si mwenye kuhitajia chochote, lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuhimidiwa sana, hata kama wewe utawacha. Ndugu zangu Waislamu, khutba yetu ya leo tutakumbushana sisi kama Waislamu, sambamba siku ya leo tunaona makongamano mbalimbali tokea wiki hii, watu wakizungumza, wakihojiana kuhusu wafanyakazi, lakini sisi dini yetu ya Uislamu haikuacha kitu. Ma farraqna fil kitabi min shay. Allah atuambia maneno hayo. Ndugu zangu Waislamu, sisi kwa mujibu wa Uislamu wafanyakazi wana haki zao, lakini kwa mujibu wa Uislamu wanaomiliki hizo kazi kwa maana ya waajiri wana haki zao, lakini pia kuna mambo ambayo wanashare na kushirikiana wafanyakazi na waajiri wao. Ndugu zangu Waislamu, tukumbuke maneno ya Allah katika suratul Nahl aya 97 akisema, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Imamu al-Qurtubi, Imamu Tabari na wengineo katika wanawachuoni wa tafsiri wanasema maneno haya, man ataa Allah wa saddaqa biwa'dihi wa wa'idihi fa innahu sayuhyihi Allahu hayatan tayyibah birrizqi al-halal wal qana'a aw as-sa'adah fi ad-dunya wal akhirah wa sayujazihi Allahu bi ahsani a'malihi fil akhirah wa huwa wa'dun mu'akkadun likulli mu'minin wa mu'minah. Allah anasema atakayetenda wema sawa sawa, awe ni mwanamke au mwanamume, na hali ya kuwa akawa ni muumini, Allah asema tutampatia maisha yaliyo mazuri. Imamu Tabari anasema maisha mazuri, atapata riziki, atapata Allah atamruzuku kinai, lakini Allah atampa furaha
na utulivu hapa duniani na akhera, lakini Allah atakuja kumlipa kwa yale mazuri aliyoyatenda. Ndugu zangu Waislamu, kwa kuzingatia hilo, wanawachuoni wanatuambia aya hii yaingia pia kwa wafanyakazi. Yeyote mfanyakazi ambaye atakayetenda wema katika kazi yake, akawa na ikhlas, akawa na uaminifu, ni sababu ya yeye kupata maisha yaliyo mazuri hapa duniani na akhera. Ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam na manabii wote walifanya kazi. Nabiullah Adam alayhi salam alikuwa mkulima, lakini Nabii Nuh alayhi salam alikuwa fundi seremala, alishughulisha na kazi hiyo. Lakini Musa alayhi salatu wassalam alikuwa ni mchungaji wa wanyama. Lakini Daud alayhi salam alikuwa akijishughulisha na kazi ya kufua vyuma ama fundi chuma kwa lugha iliyo ya kawaida. Lakini mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam na yeye pia alifanya kazi. Mtume wetu sallallahu alayhi wasallam alifanya kazi mbili mashuhuri. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa mfanyabiashara, alifanya biashara. Mtume aliajiriwa. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam alifanya kazi ya kuchunga wanyama. Hivyo basi tunapata katika maneno haya hakuna njia wala sababu ya Muislamu kujitenga na suala la kufanya kazi. Fala yajuzu lilmuslim tarku al-amal bismi at-tafarrug lil-ibada aw at-tawakkul ala Allah. أخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatufundisha kwa maneno haya, hakuna ruhusa ya Muislamu kusema mimi nitaacha kufanya kazi ili nimwabudu Mungu kwa ufasaha, nitaacha kufanya kazi kwa sababu Mungu ametuambia tumtegemee yeye. Huu sio Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, na kuapieni kwa yule ambaye nafsi yangu iko mikononi mwake, mmoja wenu kuchukua kamba zake akaenda porini akakusanya kuni akaweka juu ya akabeba kwa mgongo wake, kisha akenda kwa wale wanaohitajia kuni akauza. Katika maneno mengine Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ili aweze kuzuia maji ya uso. Hii ni kinaya, aweze kujizuia na kuvunja heshima yake mtu huyu ama jambo hili. Mtume anasema ni bora kuliko mmoja wenu kumwendea mwenzake akamuomba akanyosha mikono. Lakini kuomba ni kitu kingine, ukipewa ni kitu kingine, na ukinyimwa ni kitu kingine. Kuomba ni aibu, ukipewa ni aibu ya pili, na ukinyimwa ni aibu kubwa zaidi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatufundisha katika maneno haya umuhimu wa sisi Waislamu kufanya kazi. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maneno mengine anasema, inna Allah ta'ala yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqina, hakika ya Mola wenu mtukufu anapenda na anafurahika sana pale anapofanya mmoja wenu kitendo, basi atakiwa kifanye kwa uzuri. Ndugu zangu Waislamu, wafanyakazi wana haki nyingi. Uislamu umetuhimiza kufanya kazi, na hivyo hatuwezi kuepuka ima sisi kuwa ni waajiri ama sisi kuwa chini ya watu. Haya ni maisha, na wala si kuwa chini ya mtu kwamba ni udhalili. La, Nabiullah Musa alayhi salatu wassalam alikuwa chini ya Shuaib, aliajiriwa. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliajiriwa, na wema wengine waliotangulia waliajiriwa. Ndugu zangu Waislamu, mfanyakazi haki yake kubwa ni hakul amal. Akikuijilia mtu ukamfanyia interview, mahojiano, ukamuona ana weledi, haki yake kuajiriwa, na wala si hiari, ni haki yake kuajiriwa kama kuna nafasi hiyo. Ndugu zangu Waislamu, Nabiullah Musa alayhi salam, kisa ni kirefu,
alipokwenda pahala akakuta watu wananywesha mifugo, mabinti wamekaa pembeni, hawana uwezo wa kuzunganiana kwenye sehemu ya kunywesha, akawasaidia. Baada ya kuwasaidia wakaenda nyumbani, baba yao akawauliza, mbona leo mmerudi mapema? Akasema, tumesaidiwa. Nendeni mkamwite huyo aliyokusaidieni. Akaitwa Nabiullah Musa alayhi salam, na kisha maneno yalipokwenda akamwambia, mimi nataka nikuozeshe moja katika mabinti zangu hawa wawili, lakini mahari yake ni kazi ambayo utakolifanyia kwa kitambo fulani. Hii ni ajira alipewa Nabiullah Musa alayhi salatu wassalam, na mimi na wewe twaweza kuwa chini ya watu. Sasa ndipo maneno inna khayra man istajarta alqawiyul amin. Wewe unaenda kuomba kazi, uwe na uhakika ile kazi unayoitaka, je, unaiweza? Na je, wewe ni mwaminifu kwenye hiyo kazi? Haya masharti mawili, alqawiyul alamin. Waweza kuwa na nguvu lakini sio mwaminifu, yaweza ukawa mwaminifu usiwe na nguvu. Hivi vyote vinawezekana. Mwajiriwa na mfanyakazi anatakiwa awe ana uwezo wa kufanya kazi na anatakiwa awe mwaminifu. Akiwa na haya mawili ni haki yake kuajiriwa. Ndugu zangu Waislamu, pia haki ya pili katika haki za mfanyakazi ni alhaqu fil ajri al-adil. Ukimwajiri mtu, mlipe ujira unaoendana na kazi yake. Allah subhanahu wa ta'ala anakuambia, wala tabhasu an-nasa ashya'ahum wala ta'thaw fil ardi mufsidin, na wala msipunguze ujira wa watu, msiwapunguzie watu stahiki zao, na wala msifanye uharibifu katika ardhi. Imam al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi atupokelea maneno ambayo ni hadithul qudsi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatueleza maneno haya kutoka kwa Allah. Allah asema, thalathatun ana khasmuhum, watu wa aina tatu za watu hawa mimi ni mgomvi wao siku ya kiyama, nitagombana nao siku ya kiyama. Mtu wa kwanza, rajulun a'ta au u'tiya bi thumma ghadaba. Mtu wa kwanza ni mtu aliyeka ahadi kwa jina la Allah kisha akavunja ahadi hiyo. Bili, wa rajulun ba'a hurran fa akala thamana. Na mtu wa tatu ni mtu aliyemuuza Muislamu aliye huru kisha akala thamani, kwa maana yale malipo akayala. Mtu huyu Allah subhanahu wa ta'ala atagombana naye siku ya kiyama. Mtu wa tatu, wa rajulun istajara ajiran. Na mtu wa tatu ambaye atakayegombana na Allah siku ya kiyama, ambaye ana ugomvi mkubwa na Allah siku ya kiyama, ni mtu aliyemwajiri kibarua mfanyakazi, fastawfa min, kisha mfanyakazi akaifanya kazi yake vizuri kama bosi wake alivyotaka, walam yu'ti ajra, na akawa hakumpatia ujira wake. Kam minan nas, ni wangapi, ni magomvi mangapi tunaletewa misikitini? Mfanyakazi amefanya kazi mwaka mzima, miaka miwili, miaka mitatu, akidanganywa kwamba nakuwekea wewe uwezi kutunza pesa. Kama aliweza kufanya kazi, kwa nini ashindwe kutunza pesa zake? Haya ni aibu kwa Waislamu. Sisi tunatakiwa tuwe mfano katika haya, na leo tunaongoza kwa kufanya haya ni Waislamu. Tumezidiwa hata na makafiri, wanaogopa haki za watu. Waislamu tumekuwa na jur'a, ujasiri kwa kiasi kikubwa kuzuilia mishahara ya wafanyakazi. Mtu amefanya kazi mwezi mzima, akija kudai pesa yake ndio unaanza kumuorodheshia makosa yake. Kwa nini msimange wakati wa kumpatia haki yake? Kwa nini usimwambie kando, vaa viatu vyake? Wewe umefanya kazi, kisha bosi wako unapoenda kudai malipo ndo anaanza kutoa kasoro zako, ndo anaanza kutoa makosa yako. Huu sio Uislamu. Ndugu zangu Waislamu, wafanyakazi, haki ya tatu, haqqur raha. Mfanyakazi ana haki ya kupumzika. Wewe unafanya kazi, unao mapumziko, lakini mfanyakazi wako, mathalan mtolee mfano, wafanyakazi wanaopata tabu ni wafanyakazi wa nyumbani. Anaanza kufanya kazi kuanzia saa 8 usiku mpaka saa 8 usiku,
haqqur raha. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, anatuelezea hikaya, simulizi yaliyotokezea baina ya Shuaib na Nabiullah Musa alayhi salam. Asema wama uridu an ashuqa alayka, alimwambia mimi sitaki wala sikusudii kutilia uzito. Lakini pia tukaambiwa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, Allah haikalifishi nafsi isipokuwa kwa kile inachokiweza. Mtume sallallahu alayhi wasallam alituambia, akitueleza kuhusu wafanyakazi, akasema ikhwanukum khawalukum, hawa wafanyakazi zenu, wale mnachokula nyie, wavae mnachovaa nyie, ja'alahumullahu tahta aydikum, aliwaweka chini ya mikono yenu ni Allah, sio nyie. Kisha maneno Mtume akaendelea akasema, wala tukallifuhum ma la yutiqun, msiwalazimishe wafanyakazi kufanya wasioyaweza, mambo yaliyo nje na uwezo wao. Hotuba hizi Waislamu hawazitaki kwa sababu zinatugusa sisi wenyewe. Nani aliyekushakeni mama msimamiani? Ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia bwana mmoja alipokuja kuuliza kwa wakeze Mtume sallallahu alaihi wasallam kama Mtume maisha yake ilikuwaje, funga yake ilikuwaje, usingizi wake ukoje. Wakaelezwa. Kisha mmoja akasema mimi sitolala maisha yangu yote, na mwingine akasema mimi sitokula mchana maisha yangu yote. Kama Mtume ndio hivyo alikuwa akifanya. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaja kueleza kimetokezea hivi na hivi. Akamwita mmoja wao akamwambia, akawaambia wote kwa pamoja, antumul ladina qultum kadha wa kadha, nyinyi ndio mlosema hivi na hivi. Akasema naam ya Rasulullah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema maneno, akasema hivi, inna li nafsika alayka haqqan wa inna li jasadika alayka haqqan wa inna li zawjatika alayka haqqan, nafsi yako ina haki kwako, mwili wako una haki kwako, mkeo ana haki kwako. Nini maana yake neno haya? Mfanyakazi pia nafsi yake ina haki, mfanyakazi pia mwili wake una haki, anahitaji kupumzika. Ndugu zangu Waislamu, miongoni mwa mambo ambayo tunatakiwa sisi tuyazingatie sana, mfanyakazi ana haki dhamana, ana haki ya kudhaminiwa. Wewe ni bosi wake, wewe ni mwajiri wake, anapatwa na matatizo, unasema mimi sinampa mshahara wake bana, yeye mshahara wake huyu anachezea pesa sana, huyu unamlipa shingapi? Je, wewe ukipewa hiko unaweza kumaliza matatizo yako yasiyo na hodi? Kuna matatizo yasiyo na hodi. Kuna mtu kupata ajali, kuna mtu kuumwa, kupatwa na maradhi, kupatwa na mambo ambayo yako nje na uwezo wake. Wewe ni wajibu wako, ni haki yake kwako kumdhamini wakati anapopatwa na mambo ambayo hana uwezo nayo. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Ndugu zangu Waislamu, sheria ya Uislamu ni msumeno. Wewe mfanyakazi ambaye unaamini haya tumeyataja kwamba ni haki zako, lakini pia mfanyakazi una wajibu wako. Wajibu wa mfanyakazi ni kuwajibika na kutambua anatakiwa kufanya nini. Wajibu wa mfanyakazi ashururu bil mas'uliyya, ahisi kwamba ana majukumu. Ikiwa mfanyakazi atakuwa ahisi kama ana majukumu, huyu ni amil fashil, ni mfanyakazi aliyefeli na hatakiwi kuwa kazini. Ndugu zangu Waislamu, lakini mfanyakazi anatakiwa awe na al-amana wal ikhlas, awe muaminifu,
awe na ikhlasi katika kufanya kazi yake, lakini mfanyakazi awe na al-itqan wal-ijada. Anapofanya kazi yake aifanye kazi yake kwa uzuri na kwa viwango. Umepewa majukumu, hakikisha majukumu yako unayafanya kwa uzuri, lakini pia kwa kiwango cha hali ya juu. Ndugu zangu Waislamu, mfanyakazi anatakiwa awe mtiifu kwa mwajiri wake. Leo napitia mambo mengi sana. Mfanyakazi akishafanya kazi miaka mingi mitatu, kawa na kinyumba chake na kijari chake, yani anamuona mwajiri wake kama takataka. Ambaye baadaye kama vipi bana mimi naacha. Mfanyakazi atakiwa hivyo. Mfanyakazi awe na utiifu kwa mwajiri wake. Lakini pia mfanyakazi anatakiwa ajizuie asije akatumia wadhifa wake, asije akautumia wadhifa wake kwa ajili ya kujinufaisha yeye binafsi ama kumnufaisha mwingine kupitia wadhifa wake. Na haya tunayashuhudia. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema maneno makali kuhusu watu wenye tabia ya kutumia wadhifa zao kujinufaisha wao binafsi ama kuwanufaisha wengine. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, man istamalnahu ala amali, yoyote ambaye tutakayemweka kufanya kazi fulani, majukumu fulani, farazaqnahu rizqan, tukampa ujira wake, fama akhadhahu ba'da dhalika huwa ghulul, kile atakachochukua baada ya kupewa mshahara wako ni huu, kisha akaiba kingine, akachukua kingine, hiyo ni khiana. Mtume anasema fa huwa ghulul, hiyo ni khiana. Ndugu zangu Waislamu, pia miongoni mwa vitu ambavyo vinawahusu waajiri, watu walioajiri wafanyakazi wanatakiwa, na Uislamu unawataka walifanye hili na mambo haya. Jambo la kwanza ni bayanul amal wa muddatuhu wa ajruhu. Lazima mwajiri abainishe na kuajiri kwa kufanya kazi gani, lakini wakati huo kazi hii muda wetu utakuwa huu mpaka huu, lakini ujira wako ni kiasi fulani. Usimwambie tu bwana wewe mimi tushindane bwana wewe, kazi hapa ziko ndogo ndogo tu, fanya tu. Matokeo yake amalu kathir wa ajru qalil. Mtu anafanya kazi kubwa, malipo madogo. Mnaanza mizozo, mnaanza kugombana. Mfanyakazi ana adabu, kumsaidia kwako kuna uhusiana nini na kazi unayompa? Haya ni mambo mawili tofauti. Kisha ni adamu taklifi al-amil fawqa taqati. Usimlazimishe mfanyakazi nje na uwezo wake. Lakini al-mumatala, hatutakiwi kuwa na tabia ya ngoja katika mambo yake. Mtu kakufanyia kazi nzuri na wewe kweli za kumlipa unacho, lakini unataka kumsumbue, ngoja, unajua mimi sijalipwa, unajua mimi hivi, kulipwa kwako kuna uhusiana nini na kazi mtu alokufanyia? Ndugu zangu Waislamu, pia Allah yabhasa haqqa, usipunguze haki yake. Ulipokubaliana ndio hivyo hivyo, wewe juzi mkuja, wewe ulikuwa hivi, wewe udhuru nyingi kadha. Ndugu zangu Waislamu, lakini tunachotakiwa, Uislamu pia unaturuhusu, na hili ndio gogoro kubwa katika sehemu nyingi za kazi. Lazima na ni wajibu kwa mwajiri kumruhusu na kumwezesha mfanyakazi wake kutekeleza haki za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa masikitiko makubwa, kuna watu wako chini ya makampuni ya Waislamu, bosi anaanza kwenda kuswali, mfanyakazi wake anamwambia chagua mawili, kuswali makazi, chagua mawili. Wewe mtu wa kuswali sana, wewe mimi naogopa umaskini, wewe ukitoka dakika 20 dakika 10 mimi tayari utanitia umaskini. Sasa mimi siwezi kuchagua umaskini. Wallahi thumma wallahi, lishatokea tukio hili miaka ya nyuma. Tumeenda kuamua ugomvi baina ya mwajiri na mwajiriwa. Ugomvi wenu nini? Mwajiri wake anasema, mimi ustadi, bwana nafanya kazi mwajiri kila kitu, lakini bwana kuswali tu. Yaani mgogoro wangu mimi na yeye ni kuswali. Yeye akaenda kuswali anachelewa. Dakika 15, sasa dakika 15 ustadi duka limefungwa inakuwaje? Lakini yule kijana alikuwa anasimama. Akamwambia, kama mimi wewe unanikataza kuswali, mimi na wewe kazi basi. Kijana akaenda, nenda. Mimi naogopa umaskini kuliko kitu chochote. Duka limefilisika. Alikimbia mji. Nini? Kudharau yale aliyolazimisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ja'alani Allah wa iyyakum minal mustami'ina al-qawl wa yattabi'una